Hivi kumbe nilikupita wewe pale. Sasa mimi nani? Umechanganyikiwa nini? Unajua sikia nikwambie. Kwenye hiki kijiji unaweza kaa unaishi na watu, unajua watu kumbe predator. Nini tena kimekukuta huko? Sikule. Sikiliza. Mimi sasa mnaje kuelezea sana ila unaona huku. Huku. Nitafuta kwa wakati wako. Wasikia. Unaona mama. Wakidizi. Wakidizi. Ukapatwa na nini? Bana. Hiyo dawa uliyoichuma haitakusaidia chochote zaidi ya kupoteza muda wako tu. Ila huna budi kufuata aliyokuambia mtabiri wako. Maana huo ndo msaada wako wa mwisho. Na ukichelewa kufanya hivyo, utampoteza shangazi yako. Akikaa hivyo ndani ya miezi miwili, atapoteza uhai wake kwa kuoza mwili mzima. Wewe ni nani? Na kwa nini unaeleza hayo yote? Na umemfahamu vipi shangazi yangu? Maswali yako kwa sasa hayana nafasi. Ila utanijua hapo mbeleni. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini kwa sasa sina nguvu ya kuwadhibiti hawa wachawi. Na sijui unanisaidiaje. Nguvu nazo, ila hujajua jinsi ya kuzitumia. Shangazi yako hakutaka kukwambia kila kitu kwa sababu umri wako bado mdogo sana. Na hakutaka kukupa majukumu makubwa kabla ya wakati wako. Basi sawa. Mimi nawezaje kumsaidia wewe kijana? Na wewe kijana ni nani? Maana mtabiri ananiambia kuwa anatokea mjini na simfahamu. Kikubwa ni kumlinda yule kijana asije akachukuliwa na wachawi. Akichukuliwa na wachawi watamuua, na wakimuua kijiji chenu kitabaki chini ya wachawi. Muda wangu umeisha. Tutaonana siku kama ya leo. Samani. Naweza kukufahamu jina? Mimi naitwa Luya. Ukipenda niite Njozi. Sasa huyu kijana ni nani? Ila nimeambiwa atokea mjini. Na hata simfahamu. Yaani kiukweli ndugu yangu, haya mambo niloyaona ndo kama yalivyo hivyo nilivyokuambia, ni hatari. Mambo gani hayo? Mbona nichanganya ndugu yangu Kidizi? Unajua nikwambie kitu kimoja Kisika. Wow, kwenye hiki kijiji, mimi nakwambia hizi piskali zione hivi hivi. Zione hivi hivi kwa maana hizi piskali hizi. Mimi ndo kutupa voko. Unajua kwa zawadi. Natupa voko, tupa voko. Naona analainika. Nielewa vizuri, nikaona kaja kwenye 18. Akaniuliza, "Unanitaka mimi?" Nikasema, "Unanipenda pia?" Akanambia, "Sawa kama unanipenda wewe." Kisika, sitaki kusimulia sana. Mimi nakwambia Kisika, kabadilika usoni, kumbe mchawi kufuru. Naziba domo. Mchawi yule dada kaniki spidi yote. Yule dada yule mchawi afai. Kidizi unanichanganya. Inamaanisha Zadi nini mchawi? 100%. Enda kuiji yule muogopi. Kweli kweje? Mimi nakwambia yule dada jamani, sikutegemea. Unajua ni mzuri piskali, lakini mchawi. Kwa sasa hivi kijiji chote kinaogopa nikikutana na mtoto nzuri. Moyo ukipenda sema moyo koma. Ndio maana sikika kwambia mimi kukuelezea haraka siwezi. Unaona, nitafute kwa wakati mwingine, nashukuru Mungu umenitafuta. Huu ndo wakati sahihi sasa, ndo nakwambia yule dada ogopa. Ukikutana naye yule akikwambia mambo, mwambie sitaki salamu yako, pita hivi.
Huo ndo ubuyu. Mimi nakwambia mimi hapa naogopa kwenye hiki kijiji. Sasa hivi hata nikipenda, nikimfoli love mtu hivi nikimwangalia hivi naogopa. Una mambo ya kishosti kwa kabisa makini na hawa warembo. Yaani Kidizi, ndugu yangu labda nikondoe hofu. Hizi habari zimefika. Si unanijua? Habari zimefika. Nitahakikisha kijiji kizima kinajua. Zawadi mchawi. Habari zimefika ndugu yangu. Mama yangu nimeuponza. Wewe sikiliza. Wewe kuwa na kaba wewe. Mimi nakwambia usinihusishe kwenye masuala yako. Wewe mbea. Unafahamika wewe mbea. Kuwa na kaba umeumbwa na siri hapa hivi. Tunza siri. Kidizi, tunavunjana heshima. Mimi mbea. Mimi umbe wangu wa faida. Kitu sio kujua mimi umbe wangu mimi wa faida. Mimi alonikuta nataki kunia, sitaki anikute. Unaelewa Kisika? Nimeshakwambia, mimi niko zangu ndani, sitaki pressure. Kwanza kutembea sitaki, marafiki wenyewe nakushtukia hata wewe. Wewe naweza nikakushtukia. Bwana Kidizi, mimi nenda maskani. Sawa. Mimi nenda wapi? Sawa. Hizo habari utazikuta kijiweni. Ila uponza. Wewe ndo umeniambia. Mimi sijamwambia mtu. Wewe ndo umeniambia. Mimi nakwambia, mimi sijamwambia mtu. Wewe ndo umeniambia. Mimi ndo naenda hivyo. Nenda. Mkuu, sisi sote tumefika hapa isipokuwa Nyangi pamoja na Nyamiti. Sijajua kama una taarifa zao. Taarifa zao ninazo. Mama kabla hajaondoka aliniambia ile damu ya mtoto wako ikamwaga baharini. Kwa hiyo nimewaagiza kwenda baharini. Basi ni sawa mkuu. Nikajua hawajakupa taarifa yoyote. Naombeni tusikilizane. Tusikilizane kwa makini. Na imani wote mna taarifa ya mama kuondoka. Kama mnavyojua, kila baada ya mwaka huwa wanaweka vikao vyao. Na safari hii kaelekea Somalia. Ndio atafanyia vikao vyao huko mwaka huu. Kwa hiyo hatutokuwa naye kwa muda. Hivyo basi, madaraka yote kaniachia mimi kama inavyokuwa siku zote. Mkuu, kuhusu hilo swala sio geni kwetu. Pia kuondoka kwa mkuu tunafahamu, maana kila mwaka mkuu huenda kwenye vikao. Wakuu wote hukutana na kufanya sherehe za kutoa kafara za mwaka. Kweli kabisa Zawadi. Hata mimi nitakapokuwa mkuu nitahakikisha nahudhuria vikao vyote vya kichawi. Maana natamani sana kwenda huko. Sawa. Kila kitu kina muda wake. Kikubwa ni kutoa kafara kwa wakati. Alafu Zawadi, mama kabla hajaondoka ameniambia ni zamu yako kutoa kafara ndani ya mwezi huu. Kwa hiyo, iandae mapema kafara yako ili muda ukiadia tuisherekee. Sawa mkuu, nimekuelewa. Mkuu, sasa nina imani atatoa kwa wakati. Maana mganga mkuu wa kijiji hana nguvu tena kuweza kutudhibiti. Kweli kabisa Magombeka. Alafu mkuu, nataka tuwatesi wana kijiji mpaka waseme. Wanachama wenzangu, andaeni mashamba yenu. Wana kijiji watakuja kuyalima. Na ukizingatia mwaka huu ni msimu wa mpunga. Zawadi, mimi nikutoe wasiwasi kabisa kwa hilo. Kwa sababu shamba langu mimi nimeshaliandaa mapema. Na kitu ambacho mjakijua, kuna mtu anajiita mbea wa kijiji. Ninataka nimlimishe mpaka akome. Lakini mkuu, kuna kitu sijakielewa hapo. Mara nyingi tunafanyia vikao vyetu kule kwa mbele. Lakini nashangaa leo tupo upande wa nyuma. Kuna tatizo? Huku ni salama zaidi kuliko kule mbele. Na imani tumeelewana. Naomba nifunge kikao hiki, mnaweza kwenda. Sawa mkuu. Mwenyekiti, leo nimekuja kistaarabu. Nimekuja na majanga yangu. Ufumbuzi upo kwako wewe mwenyekiti. Mimi nakusikiliza. Mwenyekiti, kuna jambo nataka tuongee, lakini yote na yote mwenyekiti, nimeenda kwenye nyumba yako ile kule, nimekukosa. Kumbe mwenyekiti wewe umekuhama unakuja huku.
bila hata kusema jamani, wananchi wangu na kijiji niko upande wa pili. Uko sawa kweli? Wewe, sikiliza nikwambie. Mimi nimehama nyumba ile nilokuwa nakaa mwanzo kule. Nimekuja hapa kimya kimya, sikutaka mtu yote ajue. Na shida zenu hizi nyinyi vijana wa hapa au wananchi wangu wa hapa, ilitakiwa mwe mnazileta kule ofisini. Umenielewa? Sipendi mwe mnanifuata nyumbani hapa. Lakini mwenyekiti, ngoja nikwambie, sawa? Point. Unaelewa mwenyekiti? Mimi najua sababu ya mimi kufika hapa na jambo langu. Ushaelewa? Sina shobo na nimekufuata kwa sababu umetaka uongozi wa mwenyekiti. Tatua shida zetu wana kijiji. Mwenyekiti, mimi nifunguke tu, mficha malazi kifo mumbua. Ushaelewa? Mimi kuna kidemu kinaitwa Kizawadi. Mimi nimefall love. Unaelewa? Nilifall love kwa Zawadi, mtoto mzuri, pisi kali. Unaelewa? Lakini sasa unajua wakati mimi namfuatilia nikaja nikamwambia nakupenda. Unaelewa? Ila uwezi amini, mchawi yule Zawadi jamani, mchawi kwenye hiki kijiji mwenyekiti. Kwa makini na hili. Mimi nakwambia wananchi wako wengine hapa wachawi hatari. Mimi nashindwa kuwaelewa kabisa nyinyi wana kijiji. Mna mambo ya kichawi. Yaani kila kitu mnafikiria uchawi. Kila kitu mchawi. Hivyo ni vitu vidogo tu watu mmeshaanza kuhisi uchawi. Je, mkija tuki. Sasa siku ya hii na wewe utaenda wewe, huu mkono huu uishie huko. Ukipitiliza huko tunagombana. Sawa mwenyekiti, lakini mimi nakwambia. Sawa, nakwambia kama mwenyekiti. Hiki kijiji fanya uchunguzi, kuna wachawi. Mabinti wazuri lakini wachawi. Asikwambie mtu mwenyekiti, mimi nakwambia mimi kuna babo hii. Wewe mngoja kwanza. Unajua kwa nini nimehama kule nyumba ya kwanza? Kwa ajili ya mambo haya ya kishirikina. Wananchi wangu mmeshikilia sana mambo ya ushirikina, uchawi. Nikahama kwa ile nyumba, nimekuja kwenye hii hapa kimya, sikutaka mtu yote ajue. Kwa ajili ya mambo haya mimi sitaki kabisa. Mambo yenu ya kishirikina, afu nyinyi vijana hapa katika hichi kijiji mnazungumzia mambo ya uchawi. Ndio tayari wameanza. Mimi nakwambia mwenyekiti tulia. Hapa ndo wameanza. Mwenyekiti, nimekuja kwa heshima na taazima. Mimi naondoka. Sawa? Lakini nimekwambiaje? Kuwa makini. Sio mpaka ya kukute, sio mpaka wa kuingilie. Magombeka, kuna nini tena? Maana umetoka sasa hivi au kuna tatizo? Hamna tatizo. Nimekuja mimi mwenyewe na shida zangu binafsi. Shida? Shida gani tena hiyo? Asiwe kiswaswadu hapo usichokijua nini. Nikwambie mara ngapi kuwa mimi nakupenda Na mamako sasa hivi katoka. Siwezi kuendelea tena kuwa na upwili wakati wewe upo. Magombeka, hivi wewe kwa nini unielewi? Nakwambia sikupendi. Pia, mimi bado nasoma. Alafu mimi ni mkuu wako. Jaribu basi kuniheshimu basi. Sasa, naomba uondoke. Wewe naye kesi kwa masuala ya shule tu. Sasa leo mimi hapa siondoki. Na laumu humu ndani. Na hilo swala la kusema kila siku sijui mkuu tukiwa kazini. Mimi hapa leo nimekuja na hisia zangu nazozijua mimi mwenyewe. Kwa hiyo swala hilo la mkuu liweke pembeni. Nachotaka nikwambie hata mimi mwenyewe nikiwepo huko kwenye mazingira yangu, mimi mwenyewe mkuu. Kwa hiyo hapa sasa wewe kunjua nafsi, tuchome ndani. Mambo yako hapa achana naye. Kumbe. Umenizoea sasa. Acha nikuonyeshe mimi ni nani ili kuanzia leo uniheshimu. Mama. Toba. Ashanitegwa mgongo tayari. Mama.
Sofia, unachoshindwa kukitambua, shetani wa mtu ni mtu. Hata ukiwaza sana, haitakusaidia chochote. Kwa sababu ulishindwa kuwasikiliza wazazi wako. Wewe ni nani? Mbona nashindwa kuelewa? Na unamaanisha nini kusema kuwa nilishindwa kuwasikiliza wazazi wangu? Maswali ya majibu yako unayo wewe mwenyewe. Mimi naitwa Luya. Ukipenda niite Njozi. Mungu akipenda nitakutembelea siku kama ya leo. Edi, mbona ghafla sana hii safari? Kwani kuna tatizo? Beka, wazee wa zamani walisema fahari ya mtu ni kwao, ugenini ni kama matembezi. Hivyo mimi ni kama mgeni ambaye nipo kwenye matembezi. Unamaanisha nini? Mbona sijakuelewa? Beka rafiki yangu, wahenga walisema mkataa kwao ni mtumwa. Na mimi sitaki kuwa mtumwa, na nimechoka kuishi maisha ya upweke hali ya kuwa na nyumbani kwetu ambapo nimezaliwa. Ingawa marehemu mama yangu aliwahi kuniambia kwamba yeye alitoroka kule kijijini na kuja hapa mjini, na akanikataza kabisa nisiende kule kijijini. Lakini sasa kule kijijini ndo chimbuko langu, na isitoshe wadogo zangu wapo kule. Edi, umenambia mamako alikukataza. Uoni kama ni hatari wewe kwenda huko? Beka, fahamu kuwa mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima, nafahamu kila kitu. Napaswa kwenda kule. Kuna wadogo zangu nataka nikawaone. Rafiki yangu Edi, jambo usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Ni kweli Beka, lakini sina budi kufanya hivyo. Lazima niende nikaijue asili yangu. Siwezi kung'ang'ania kuishi mjini hali ya kuwa kuna asili yangu huko kijijini. Hivyo sina budi kufanya hivyo. Lazima niende kijijini. Basi sawa. Na una mpango wa kuondoka lini? Naondoka kesho kutwa. Lakini sasa nakuelewa tabia zako na kuona chelewa sana kurudi hapa nyumbani. Ila kwa kipindi hichi ambacho mimi nitakuwa nimeondoka, na kuomba sana please uwe unawahi kurudi nyumbani, kwa sababu humo ndani kuna vitu vyangu vya samani, nadhani unafahamu hilo. Sawa. Nitakuwa makini. Pia nitafanya kama ulivyonielekeza. Basi sawa rafiki yangu. Hamna shida. Zawadi, afadhali nimekuona. Karibu. Asante. Maana kila nikija kufuri tunakuta mlangoni. Kila nikija bwana mkubwa anaelea tu mlangoni namna hii. Si unajua tena pilika za hapa kijijini kwetu. Nilikuwa natoka hivyo lakini umeniwahi. Niambie. Zawadi, wimbo wangu mimi ni ule ule. Sijabadilika. Unajua kiasi gani nakupenda Zawadi. Naomba ulikubalie ombi langu tafadhali. Mimi ni mtoto wa mwanamke mwenzio. Usiniache niteseke hivi. Nielewe basi. Sina budi kukubalia ombi lako, askari wa kijiji. Maana mwezi huu ni zamu yangu ya kutoa kafara. Kiukweli mimi sikupendi hata kidogo. Zawadi, ila sina budi. Maana zamu yangu imefika. Na kuonea huruma sana. Maana hujui kinachoenda kukukuta. Zawadi! Una nini? Hamna. Unajua nilikuwa na mawazo, nilikuwa natoka. Kuna sehemu nawahi kidogo. Ila usijali, kuhusu jibu lako nimekukubalia. Unasema? Kuhusu jibu lako nimekukubalia. Ila kuhusu muongezi tutaongea siku nyingine. Nina haraka sana. Unataka kuniambia Zawadi unanipenda mimi? Yaani wewe utakuwa wangu mimi? Oh my God. Unajua siamini. Siamini kabisa. Okay.
Sasa Zawadi, naomba nisikuweke. Umenielewa eh? Mimi nikuache. Yes, usije ukabadilika manake nakujua. Baki mama. Pole sana askari wa kijiji. Nakuonea huruma sana kwa sababu hujui kinachoenda kuokota. Furaha yako ya sasa muda mfupi ujao inaenda kutoweka. Kuishi habari yako. Mama yangu we, kumekucha. Mimi nimechoka.